hewa ya dunia. Tunaposema Mwenyezi Mungu tunazungumza kama lugha ya utambulisho, kama alama ama ishara. Tumempa tu kama alama ama ishara kujua tu kwamba Mungu, neno Mungu, lakini Mungu ni zaidi ya hilo neno ambalo unahitaji Mungu. Tulia sasa, pumzika roho. Ni wakati mwingine tena, mtazamaji na mfuatiliaji wa Come TV Tanzania, tunaendelea kukutana hapa katika chaneli yetu hii pendwa ya Come TV Tanzania kuendelea kukuletea mambo mazuri zaidi. Na leo tunaendelea kukuletea mwendelezo wa kipindi chetu cha maarifa ya kiroho, ambapo hapo awali kuna vipindi viwili tumevifanya kuhusiana na sababu za kushukuru malaika, lakini pia sababu za kushukuru wazee wetu wa kiroho ambao wametangulia mbele za haki. Na leo tutaendelea na kipengele cha 3 katika mada hiyo ya kushukuru viongozi wetu wa kiroho, lakini pia miongoni mwa viongozi wa kiroho naamini pia nguvu za ulimwengu pia ni mojawapo ya vitu ambavyo tunapaswa kuvishukuru. Sasa leo tuko hapa kukujuza ama kukuletea sababu za kwa nini tushukuru nguvu za ulimwengu. Kama kawaida nipo na mwalimu wetu hapa ambaye amebobea kwenye masuala hayo ya kiroho ama maarifa ya kiroho, Mr. Kam. Nikukaribisha sana Mr. Kam, usalimie mtazamaji ambaye anakufuatilia kwa wakati huu. Asante sana. Karibu sana. Mimi nikushukuru sana Witi. Ni siku nyingine tena tunakutana kuweza kupeana maarifa, na ni muhimu sana. Kikubwa zaidi, kabla ya kuanza kipindi, huwa tuna kawaida ya kushukuru. Tunashukuru sana Universal, tunashukuru sana nguvu za ulimwengu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwenyewe, lakini pia tunashukuru malaika na viumbe wote ambao tuko nao, tunaishi nao katika mazingira ya mwili, lakini pia na mazingira ya roho. Kwa wote kwa pamoja ni muhimu sana tuwashukuru, lakini tuwashukuru pia watazamaji ambao wanaendelea kufuatilia kipindi hiki. Wamekuwa watu wema sana na wazuri sana. Kadiri siku zinavyozidi kwenda tunapata feedback kwamba maarifa ya kiroho yamekuwa yakiwapa kitu kikubwa sana katika maisha. Mimi niwashukuru sana na karibuni sana. Asante sana. Tusipoteze wakati, tunakwenda moja kwa moja kwenye mada ambayo ama mwendelezo wa vipindi ambavyo tumekuwa tukikuletea kuhusiana na maarifa ya kiroho. Sasa leo tunakwenda kuzungumzia kuhusiana na sababu za kushukuru nguvu za ulimwengu. Na pengine kuna mtazamaji ndo mara yake ya kwanza kusikia nguvu za ulimwengu. Pengine utupe maana yake kwanza tupate mwanga kidogo. Nguvu za ulimwengu au asili ya ulimwengu, ipo nguvu ambayo inafanya kazi, ambayo hiyo nguvu kimsingi uwe unaiona, uwe uioni, uwe unaihisi, uwe unaisikia, vyovyote vile utakavyoitafsiri, lakini ipo katika ishara na maumbo. Kwa maana ya kwamba upepo unavyofanya kazi, unavyovuta hewa, unavovuma, unavyofanya mambo yake, unaenda huku, unasikia, unahisi, si ndio? Hiyo nguvu ndo tunaizungumzia. Lakini pia vile vile mmea unavopanda mbegu kule chini ya ardhi, inaota yenyewe, hujaenda kuiotesha mwenyewe tu, imefanya mchakato wake, mekanizmu yenyewe imefanya mpaka mmea umetokea, umechanua, umekuwa. Hiyo nguvu iliyosababisha mpaka mmea umefanyaje, umechanua. Mwanga wa jua, mwanga unaotumulika, haujaenda kuliwasha jua kule, si ndio? Lakini umefanyaje, imemulika, imewaka. Hiyo nguvu tunayoizungumzia ndio hiyo. Sasa hii nguvu zipo za imegawanyika katika namna tofauti tofauti, au ina-applyiwa hii nguvu katika namna tofauti tofauti. Inaweza ika-applyiwa kwenye maji, unaweza ukai-apply kwenye hewa, unaweza ukai-apply kwenye moto, au ukai-apply katika namna nyingine yoyote ambayo wewe unaiona. Lakini hiyo nguvu ipo na inafanya kazi, ndio ninayozungumzia mimi.
Kwa hivyo tunaposikia nguvu za ulimwengu ni pamoja na hewa, jua, moto, vyote hivi vinafanya kazi na vinafanya kazi kwa kila kipengele, kwa kila namna ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe amevikadiria. Kwa sababu Mungu baada ya kuumba vyote hivi vilivyopo akaviwekea injini. Yani injini ya hivi vitu viweze kwenda na viweze kuishi, viweze kurani, viweze kufanya kazi. Na vitu hivyo sio vingine vikubwa vya msingi, vipo vinne ambavyo hivi vitu vingine vyote vinategemea sasa hii nguvu ya asili, ambayo hiyo nguvu ya asili ndio watu wengi tunajisahau kuijua, au tunaona ni kama ipo tu, yani tuitumie tu bila kuishukuru. Sasa kuna sababu ya kushukuru hiyo nguvu. Kwa sababu gani? Uhai umekuwepo, sisi tumekuwa hai kwa sababu vyenyewe ni hai. Yani hivi sisi tusingekuwa hai kama vyenyewe sio hai. Okay. Sio, umenielewa vizuri hapo? Kwa hivyo uhai wetu unategemea nguvu hizo za ulimwengu. Yani sawa na kusema hivi, sisi ili tuendelee kuishi ni lazima tule. Na hicho chakula ni kilikuwa hai, na ndio maana sisi tumefanyaje? Tumekula, tumeendelea kuwa hai. Sasa huwezi kusema kwamba hichi chakula sio hai alafu ukala kitu ambacho sio hai, utaendeleaje kuwa hai? Okay. Na hivyo vitu pia tofauti na kufanya kazi kimwili, nadhani ndo wengi tunafahamu kwamba hizo nguvu ambazo umetutajia hapa, ikiwemo maji, hewa, tunajua inafanya kazi tu kimwili, lakini kumbe pia na kiroho vinafanya kazi. Tena kazi yake ni kubwa sana, kama nilivyowahi kuzungumza na nilivyotoka kuzungumza kwenye episode zilizoisha. Sawa, daraja la Mwenyezi Mungu ni kubwa, nafasi ya Mwenyezi Mungu ni kubwa sana. Kabla hujamfikia Mwenyezi Mungu, zipo kanuni na zipo kanuni, zipo sheria ambazo yeye kazitengeneza automatic, zinafanya kazi. Sio, umenielewa? Haina maana kusali sana au kuomba sana au kuabudu sana ndio sala yako au ombi yako itapokelewa na Mwenyezi Mungu kama unavyofikiria. Hapana. Vipo viumbe vyake vingine ambao wana solve hizo changamoto mapema sana kabla hata hazijamfikia Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu it is another level. Na tunaposema Mwenyezi Mungu tunazungumza kama lugha ya utambulisho, kama alama ama ishara. Tumempa tu kama alama ama ishara kujua tu kwamba Mungu, neno Mungu. Lakini Mungu ni zaidi ya hilo neno ambao unahitaji Mungu. Yani sisi tumelipa tu maana, kutafuta maana na utaratibu katika jamii, lakini it is another level. Yani tusichukulie kwamba Mungu ni kitu fulani kimekaa pale au nini, labda kama rais labda yuko kule kwenye mamlaka. Hapana. Mungu kabla hujamfikia, au uwepo wa ufalme wa Mwenyezi Mungu mwenyewe, kuna falme zake ameziunda nyingi sana katika ulimwengu huu, na mfano wake ni hivi vitu ambavyo yeye kaviumba: upepo, maji, hewa. Upepo ndo hewa, I mean upepo wenyewe au hewa, maji, moto, ardhi. Kwa hivyo wakati tunazungumza hapo, kama nimekunukuu vizuri, na mimi nimekunukuu vizuri, kwamba hizo nguvu za ulimwengu ni hai na zinafanya kazi. Nipende nisipende, utake usitake, wewe vitafanya kazi. Yani uwe Muislamu, uwe Mkristo, uwe mpagani, vyenyewe vinafanya kazi tu, na naweza pengine nikazungumza nao vikanisikia sana, na ndio inavyotakiwa na ndio utaratibu. Labda pengine kuna utaratibu wa kuzungumza navyo au kuongea navyo, pengine kuna muda maalum au imekaja. Ndivyo ilivyo. Yani utaratibu huu na au formula hizi za kushukuru, kwa sababu mada ni kushukuru. Utaratibu huu wa kushukuru au kuzungumza na asili au nguvu za ulimwengu vilikuwepo toka awali, toka zamani, enzi na enzi, miaka na miaka, vilikuwepo. Isipokuwa sasa mapokeo ya watu, jamii za kidini, jamii za mbalimbali na maarifa, ambao kadiri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda na mambo yanavyozidi kwenda, watu wanasahau asili ya ulimwengu. Ipo, inafanya kazi kwa kushirikiana automatiki. Uwe unataka, uwe hautaki. Kwa mfano, wewe tumesimama wote hapa juu ya mgongo wa ardhi. Hivi tuseme hii ardhi isiwepo,
tunasimamia wapi? Hewani au? Haya, hii hewa, si ndio, ambao tunaivuta mimi na wewe hapa, si ndio, isinge kuwepo. Hivi uone tu kwamba kuna kitu hapa? Haya, huu moto au mwanga unaowaka, jua lisinge kuwepo. Unaona sasa kwamba kumbe kuna umuhimu wa kuelewa na kutambua ushirikiano huu kwa namna yoyote, kwa kuishukuru, kwa kuzungumza nayo, kwa kufanya chochote, kwa sababu inatuunganisha sisi na asili ya maisha ya ulimwengu. Hiyo ni sababu ya kwanza ya kushukuru nguvu za ulimwengu. Inatuunganisha kuelewa asili na maisha halisi ya ukweli kuhusu sisi na ulimwengu wetu. Achana na vitabu, achana na nini, weka pembeni kwanza. Hili ni la msingi zaidi, kwa sababu tunaliapply kila siku. Na ukiwa mjanja zaidi, na ukiwa ni mtu mwelevu zaidi, ukiwa ni mtu mwenye hekima na maarifa zaidi, utagundua kitu kikubwa katika hichi ninachokizungumza, kwamba ukijikita maombi yako zaidi katika kumwabudu Mwenyezi Mungu huyo huyo, lakini ukawa na tabia ya kuvishukuru hivi vitu, hewa ya dunia.